Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kusajili kikundi chetu, kuongeza viwango vya huduma, kuweka taarifa za wanachama kuwa na hifadhi data. Malengo ya kikundi yamekamilika kwa kufanya vikao vya mwezi hadi kufikia hatua ya kufanya mkutano mkuu wa mwaka. Kugusa wasiojiweza. Mwaka ya 2023 tulitoa hisani katika kituo cha kulea watoto yatima Uyacho kilichopo Amgembe. Mwaka 2024 tulitembelea kituo cha kulea watoto yatima nusu yatima kilichopo Kashai kwa kupeleka vitu vya thamani ya Tanzania shilingi 500,000, na mwaka huu tumefanikiwa kuchangia vitu vya thamani ya shilingi 800,000 katika kituo cha wazee Kilima Bugabo. Pesa hizo zimetumika kuwanunulia mashine ya kufua nguo na mahitaji mengine. Pia wanachama walibeba zawadi mbalimbali nje ya pesa hizo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea kurudisha shukrani nyingi sana kwa ofisi ya mkuu wa mkoa, hasa wewe mama yetu, na umeonekana ni walezi wazuri sana wa kikundi, vyama vya aina hii ndani ya mkoa huu. Lakini pamoja na hili, tuna maombi matatu kwako ambayo ni: namba 1, kikundi chetu kimesajiliwa ndani ya mkoa huu, hivyo tunaomba ikikupendeza tuweze kuunganishwa kwenye mikopo ya makundi maalum inayotolewa na halmashauri ili tuweze kufanya shughuli za maendeleo, ikiwemo hasa uwekezaji ndani ya mkoa wetu. Namba 2, tunakuomba eneo la ardhi kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uwekezaji, ikiwemo ufugaji, kilimo na mengine mengi ambayo yanaweza kuleta tija kwetu na jamii inayozunguka eneo zima la mradi. 3, pia tunaomba kujumuishwa au kushirikishwa kwenye kampeni mbalimbali za kimaendeleo ndani ya mkoa wetu, hususani kampeni hii uliyoanzisha na kuiasisi ijulikanayo kama Ijuka Forumka, ili kuleta maendeleo ya pamoja ndani ya mkoa huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya umoja wa haya wa Bukoba Homeland, kwa unyenyekevu mkubwa tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali, hasa ofisi yako pamoja na viongozi wa mkoa wa Kagera katika hafla ya umoja wa haya Bukoba Homeland Desemba 27, 2025 manispaa ya Bukoba. Ndugu waasisi wa kikundi cha Bukoba Homeland, ndugu mwenyekiti wa kikundi cha Bukoba Homeland, mabibi na mabwana, kazi na utu, tunasonga mbele. Awali ya yote, nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutufikisha siku ya leo tukiwa salama na wenye afya njema. Pia niwapongeze kwa kusherekea sikukuu za. Ndio maana hata na huko ambapo sijafikia mkasema kwamba mnaomba mwe mnajumuishwa, kwamba tukio la kimkoa ambao ni Ijukomka, mkaona kwa nini ifanyike wakati na sisi nyie kama kabranchi kadogo, kumbe wakati hayo mambo mengine ya mkoa yanafikiriwa nyie kumbe mlishaanzisha muda mrefu. Lakini sasa kwa hali hii ndio maana hata na mkuu anazidi kuwapongeza. Kwa mfano watu mnaoishi Pwani huko, Geita, Mwanza, na sehemu nyingine amesema wapi, ndio hiyo. Kwa hiyo ina maana hata watu ambao mko Pwani huko, najua haya matukio yanavyoenda, hata mnavyoenda mnaonadi mkoa wenu, kuna hata baadhi ya mikoa mingine watazidi kufanya nini, kujumuika. Ninawashukuru kwa moyo wenu wa kuwakumbuka wengine, hususan wahitaji. Nimesikia kuwa kila mwaka angalau mnatenga kiasi cha fedha kutoka katika mfuko wenu na kununua mahitaji mbalimbali kwa watoto katika vituo vyetu vya kulelea watoto wahitaji. Lakini pia nimesikia kuwa na wazee wetu mnakumbuka kwa kuwapa mahitaji muhimu, ikiwa ni pamoja na kuwatembelea, kuwapa faraja. Kuna masuala mliainisha, kuna swala hili Ijukomka, pia kuna swala la ardhi, kuna swala lingine la masuala ya mikopo, masuala ya mikopo.
hayo ni kwamba nimeyapokea, lakini pia naweza nikaongelea kwa ufupi swala la ardhi. Nyie kama chama au mmoja wenu ambao tayari mshasajiliwa, kuna haja ya kufika kwa mkurugenzi aweze kufanya nini, kuweza kupata taratibu za upatikanaji wa ardhi, kwa sababu mkienda pale mnamweleza ukubwa wa hiyo ardhi mnayotaka. Kwa hiyo kuna haja ya kutuma ombi maalum kwa mkurugenzi wa manispaa. Sasa inategemea hilo eneo mnataka manispaa au mnataka sasa hivi, inategemea je, hiyo ardhi mnayotaka ni ya nini? Fursa zilizopo, kimeanzishwa chuo kikuu tawi la Dar es Salaam kwa wale ambao mnakaa nje. Kwa hiyo sasa, je, mkipeleka huko, mkiomba huko vipi? Kuna fursa. Nafikiri nikisema karibu na chuo kikuu mnanielewa. Mnanipata? Kwa hiyo sasa, katika hili ombi la ardhi kuna haja ya kuomba katika halmashauri zote ngapi? 2. Muombe kote. Maana manispaa maeneo ya walionao unakuta yako nje ya mji. Mgeza huko wapi? Sawa. Lakini mkipata nyie ndio mnajua kwa ajili ya nini. Nasema kwa ajili ya kilimo sio na mifugo, sawa. Lakini sasa je, tukipata katika eneo la Bukoba vijijini, hivi kazi zetu haziwezi zikafanyika tukipata eneo kubwa kwa upande wa Bukoba vijijini? Kwa hiyo sasa hilo ni kwamba ni wazo nimetoa ambao mnaweza mkafanya nini? Lakini pia pindi ambapo mtaona mmekwama katika hili, mimi nawaomba mfike kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya aweze kulifanyia kazi, ofisi iko wazi. Muda wowote mfike kwa Mheshimiwa Erasto Sima, hii swala ardhi aweze kulisimamia, tukiwa pamoja tuweze kupata hili eneo. Kwa hiyo hilo linawezekana. Sasa swala la mikopo ina taratibu zake. Ni kufika pale halmashauri manispaa, afisa ya maendeleo ya jamii, kuna vigezo napitia, mnaeleza, mnapeleka katiba yenu, anapitia, anaona, kwa sababu nikiangalia na nyie ni vijana kwa mujibu wa taratibu ile 442 nafikiri mnaifahamu 442 ile ya Mheshimiwa Mama Samia anayosema wakina mama, vijana na walemavu, naona na nyie ni kati ya wale wahusika. Kwa hiyo kwa hiyo ni waombe iliyopo tu ni kufika kwa afisa maendeleo ya jamii kapeleka nani zenu hizo nini kumbukumbu zenu kuonyesha kama mlivyojisajili, na lakini pale kuna vigezo kuna watakiwa wenye umri gani. Basi katika hilo kionekana nini, kuna alternative ambazo mnaweza mkazianzisha kila mwaka. Jana nilipoomba viongozi nikasema, ikiwa taratibu na utaratibu wa katiba yetu unaruhusu, basi na mimi nitaomba niwe mmoja wa wanachama wa familia hii, kwa sababu nimeangalia namna ambavyo kwanza mnaratibu mambo yenu, namna mnavyosimamia mambo yenu, yaani hakuna anayeweza kuwaza kwa akili ya kawaida kwamba haya ni mambo yanafanywa na vijana. Watu wametulia. Mimi nilikuwa najua, nilifikia kule chini nilikuwa najua huko kwenye kale kwa ukumbi kadogo, lakini kuingia huko nimeshangaa kuona watu wametulia, wamekaa kwa nidhamu, wamependeza. Na bahati mbaya vile sikujua kama na leo tunavaa sare, maana mimi jana nimechukua na mimi sare ninayo. Na mimi nitakuwa nije nimepiga sare yetu ile. Mimi nilijua leo wengine watu wamepiga suti na tai. Kumbe ni mwendo wa sare zetu za Bukoba Homeland. Kwa kweli nawapongezeni sana kwa mambo mazuri ambayo. Jambo ambalo naweza kuahidi mimi kama mwenyekiti wa vijana, kwanza ni ushirikiano kwenye kila jambo ambalo tutahitaji kulifanya ndani ya mkoa wetu wa Kagera.
na kwa sababu mtakuwa mmeniruhusu na mimi ni sehemu ya wanachama kwenye familia hii ya Bukoba Homeland, nitatoa kila aina ya ushirikiano kuhakikisha jambo lolote litakalohitaji kulifanya kwenye mkoa wa Kagera, iwe ni ndani ya manispaa ya Bukoba, iwe ni wilaya nyingine tofauti na Bukoba, tuweze kulifanya tena kwa ukubwa. Na niwaombe viongozi wa Bukoba Homeland, mkoa wetu wa Kagera ni mkubwa. Ni bahati mbaya sijaisoma katiba. Ikiwa jambo hili mmelianzisha kwa ajili ya Bukoba, mimi natamani liwe ni la mkoa wa Kagera. Yaani ikiwezekana tuwe na Kagera Homeland au Bukoba Homeland, lakini inayoweza kujitanua kwenye mkoa wetu wa Kagera kwa ujumla. Hili ni ombi langu huko mbeleni, iwapendeze, ili hata mnapoandaa mikutano yenu na matamasha yenu na makongamano, tusiishie kuwa ndani ya manispaa. Twende Ngara kwa mwanakundi wa Bukoba Homeland, anapokuwa kwenye mji ambao anapatikana mtu mwingine ambaye ni mwanakikundi mwenzake. Hapa nadhani tuna uwezo wa kuimarisha hii familia. Kwa hiyo viongozi, mimi sina maneno mengi sana ya kusema. Kikubwa ni kuahidi ushirikiano. Kwenye jambo lolote, ninawaahidi ushirikiano wangu wa 100%. Msisite kunishirikisha kwenye jambo lolote. Na leo nimekuja peke yangu, lakini ninao na mimi wanachama wengi wa familia ya umoja wa vijana wa CCM. Wana mimi natamani kutumia nafasi yangu kuwahamasisha vijana wa Chama cha Mapinduzi, ili tuje kwa wingi, tuungane na hao wenzetu kama ambavyo tunashirikiana na mkuu wa mkoa kwenye mambo ya Ijuko, ili kila mwaka mnapokuja kuandaa majambo, basi umoja wa vijana wa CCM humu wawe ni wengi pengine kuliko wageni ambao wamekuja kwenye mkoa wetu. Lakini mwisho, ndugu viongozi, bila kuathiri masharti ya katiba yenu na utaratibu wenu, niwaombe vijana wenzangu, kwa sababu tulioko hapa wote ni vijana, tuendelee